tunaarifiwa kwamba wakati wote tokea sasa ataweza kujiunga nasi rasmi mgeni wetu rasmi katika sherehe ya siku ya leo. Ningependa kutambua kujiunga nasi sasa service commanders wetu, mkuu wa jeshi letu la wanaanga Meja Jenerali Fatma Gaiti Ahmed na mkuu wa jeshi letu la wanamaji Meja Jenerali Paul Otieno kuweza kujiunga nasi rasmi katika hafla hii. Kwa heshima naomba sote tusimame kuweza kumkaribisha mgeni wetu rasmi katika hafla ya siku ya leo, waziri wetu wa ulinzi Mheshimiwa Roslinda Soipan Tuya, akiwa ameandamana na mkuu wa jeshi letu Jenerali Kahariri, naibu mkuu wa jeshi la Kenya Luteni Jenerali John Omenda, katibu wizara ya ulinzi, kamanda wa jeshi letu la nchi kavu na inspekta jenerali wa polisi Bwana Douglas Kirocho Kanja. Basi kwa ruhusa yako mgeni wetu rasmi, sasa waziri wetu wa ulinzi ambaye ni mgeni rasmi akiweza kwa sabahi generali wa staafu na hali kadhalika wageni waalikwa kwenye jukwaa rasmi. Na kwa ruhusa yako mgeni wetu rasmi, niombe kwa heshima tubaki tukiwa tumesimama kwa kipindi cha maombi, kipindi ambacho kitaongozwa na viongozi wetu wa kidini, Meja Father Dhumbi, Meja Reverend Kabunge na Meja Imam Wambwere. Kwa heshima kwa wale ambao wamevalia kofia, ni waombe tuweze kuvua kofia zetu kwa kipindi cha maombi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Gracious and ever-living God, as we gather in the spirit of togetherness, we lift our hearts to you in gratitude for the gift of life. We come before you with the reverence and thanksgiving to celebrate this great commemoration. Almighty, ever-loving God, shower all our commanders and set officials with wisdom, strength, and discernment as they lead and guide us in our duties. Heavenly Father, we ask for your protection and guidance as we discharge our duties in operation, deep operations, and all parts of the world. Be with our families in the entire military fraternity. Watch over us, and may the Spirit of holiness fill our hearts with joy, peace, and unity always. We pray for the soul of the fallen heroes and heroines. May their souls continue resting in eternal peace. We pray for their families wherever they are to have comfort and peace of mind, that may love prevail in their families, which will provide solace and support. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we thank you for the opportunity you've granted unto us to serve in the Kenya Defense Forces. We thank you for our families and the role they play to support us in this endeavor. Gracious Lord, before you, we commit those families who have been bereaved in this process. We ask that you continue to comfort their hearts and above all grant them peace.
We also pray with the families that are living with perils as a consequences of our occupation. Grant them your peace too. We thank you, for we ask all this in your name. Amen. All praises be to the Almighty Allah, the most gracious, the most merciful, the cherisher and the sustainer of the universe. We worship you and seek your divine guidance. We thank you, the Almighty Allah, for your infinite favors to this day as we commemorate our comrades who paid the ultimate price in the service of the nation. May their souls rest in peace. We pray for our nation. May your everlasting peace prevail on our land and within our borders. We pray this, and may you accept our prayers. Amen. Asante sana viongozi wetu wa kidini. Niombe tuweze kuvalia kofia zetu kwa heshima na kuweza kuketi. Mgeni wetu rasmi, itifaki zote zikizingatiwa, ningependa kumpisha pamba aweze kuendelea na ratiba ya siku. Welcome, sir. Asante sana. Mgeni wetu rasmi siku ya leo, Waziri wa Ulinzi, Mheshimiwa Rosalinda Soipan Tuya, wageni mashuhuri, wakuu mbalimbali wa kijeshi, mabibi na mabwana. Hamjambo, hamjambo, hamjambo na karibuni katika ukumbi huu wa Thika Barracks, leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2024, siku rasmi kabisa ya kusherekea siku ya majeshi. Kauli mbiu ikiwa ni nguvu moja, misheni tayari, umoja katika utendaji kwa usalama na maendeleo ya kitaifa. Au ukipenda one force, mission ready, unity in action for national development. Kwa hivyo ili kuweza kusherekea siku hii rasmi kabisa. Kwa hivyo mgeni wetu rasmi, mabibi na mabwana, tumekwisha jiweka ili tukaweze kuwa na neema na baraka ya kuweza kusherekea vizuri. Kinachofuata sasa, mgeni wetu rasmi, mabibi na mabwana, kitakachofuata ni kipindi cha burudani. Ndani mwa kipindi hiki tutaweza kuwa na kwaya, vichekesho, mashairi na nyimbo mbalimbali ambazo tutaweza kuiona katika kipindi hicho. Baadaye tutaweza kuwa na KDF documentary au naongea kuhusu jeshi na jinsi tunavyofanya kazi zetu. Kisha baada ya hapo tutaweza kuzindua kitabu cha kijeshi kinachoitwa Defenders of the Nation. Na katika kipindi hiki tutaongozwa na kuelekezwa na Brigadier Steven Huria, aliye pia mwenyekiti wa kamati andishi. Yeye ataweza kupata nafasi ya kusema nasi, kisha baadaye akaweze kumwalika mgeni wetu rasmi akaweze kujiunga kwenye tamasha fupi, na wakati atakapoweza kumwalika tutaomba kwa heshima wakati huo utakapofika wakaweze kujiunga naye na kumsindikiza mgeni wetu wa heshima, mkuu wa majeshi ya ulinzi, katibu wa wizara ya ulinzi, naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi na service commanders. Wakati kipindi hicho kitakapokwisha, manake tutakuwa na tamasha fupi, tutaweza kuwa na burudani fupi, halafu wakati mgeni wetu atakuwa amepata nafasi ya kutulia, tutaingia kwenye kipindi cha zawadi na tunu au kipenda honors and awards. Baada ya hapo tutaingia kwenye kipindi cha hotuba ambacho tutaongozwa na si mwingine bali ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Charles Kahariri. Kisha baada ya hapo tutaweza kuingia kwenye kipindi cha tamasha ya kuteremsha bendera au beating of the retreat. Kisha baadaye tutakuwa na picha za kumbukumbu, na nitachukua nafasi hiyo wa muda utakapofika kuweza kuwajuzeni ni akina nani watakuwa kwenye picha hiyo. Tutaelekea kwa mti wa kumbukumbu, kisha baadaye sote tutaweza kujiunga kwa sehemu mbalimbali kwa maamkuli ya mchana. Na kwa hivyo kwa muhtasari tu, hivyo ndivyo tulivyojipanga kwa siku ya leo. Kwa hivyo tutulie, tuketi
tupumue ndani na nje ili tuweze kufurahia siku hii ambayo tumejiandaa kwa visasawa. Na kwa heshima sasa, mgeni wetu wa heshima, nitauliza ruhusa sasa tukaweze kuingia kwenye kipindi cha burudani moja kwa moja. Kwa hivyo hivi sasa nitamwalika Sergeant Banzi akaweze kutuongoza kwenye kipindi hicho. Asanteni sana na karibu. Asante sana mwenzangu. Mgeni wetu rasmi kutufungulia kipindi hiki cha burudani ni mwanaskauti dada yetu mdogo Princess Daniela, ambaye ametuandalia shairi lenye mada hongera jeshi letu. Malenga wa shairi hili akiwa ni mwalimu wake anayefahamika kama Bi Josephine Mulamula. Princess Daniela, iwapo uko tayari, uwanja ni wako, tuburudike. Princess Daniela, awali chile era jeshi letu. Twende kazi. Ukumbini nasimama na waeleza kwa kiona vyaelea, bila shaka vimeundwa. Jeshi letu imara, tayari kila wakati. Hongera jeshi letu kwa kazi nzuri mnayofanya. Kaskazini, mashariki, kusini na pia magharibi, jeshi letu la bobea. Somalia, linda nchi, amani kurejeshwa, maisha kuboreshwa. Hongera jeshi letu kwa kazi nzuri mnayofanya. Nchini Kongo pia jeshi letu imefika. Kazi nzuri wanaifanya, barabara, shule, makanisa na misikiti kujenga. Mwakomesha mazoea walozoea kutika. Hongera jeshi letu kwa kazi nzuri mnayofanya. Hapa kwetu Kenya, mipaka imelindwa kisawasawa. Jamii zinazozozana, Kapedo na zinginezo. Amani na upendo, usalama umeimarika. Hongera jeshi letu kwa kazi nzuri mnayofanya. Tamati nimefika, na watakia kila laheri. Bila shaka wahenga walinena, chanda chema huvishwa pete. Jeshi letu, Hey, Mungu awalinde. Hongera jeshi letu kwa kazi nzuri mnayofanya. Nimemaliza, naondoka. Tumpe makofi mazuri Princess Daniela kwa shairi lake maridadi kabisa linalosema hongera jeshi letu. Mgeni wetu rasmi, hivi sasa linafuata onyesho la mchezo wa karate, tukiletewa na bingwa wa mchezo huu kwa jina Rose Blessing Mukeli. Mgeni wetu rasmi, akiwa na umri wa miaka 16, amezuru nchi mbalimbali na kujinyakulia medali kama ifuatavyo. United Kingdom amejinyakulia medali 5, 3 za dhahabu, 1 ya fedha na 1 ya shaba. Nchini India ambako amezuru mara 3, ameweza kujinyakulia medali 12, 10 za dhahabu na 2 za fedha. Nchini Seychelles ameweza kujinyakulia medali 3, zote za dhahabu.
hapa nchini Kenya amejinyakulia medali 26, 20 za dhahabu, 4 za fedha na 2 za shaba. Akiwa katika kidato cha pili ana jumla ya medali 46, 36 za dhahabu, 7 za fedha na 2 za shaba, bila kusahau vyeti 25 vya ushiriki. Rose Blessing Mukeli, ukiwa mbele ya jukwaa la mgeni wetu rasmi, uwanja ni wako, tuburudike. Onyesho la kwanza, akionyesha jinsi anavyoweza kujitetea wakati anapopambana na gaidi ambaye hatumii kifaa ama silaha. Mchezo huu anaufahamu vyema. Onyesho la pili, atakuwa anatuonyesha jinsi anaweza kujitetea wakati anapopambana na adui ambaye ni zaidi ya mmoja, akiweza kupigana kujitetea kushoto kulia, katikati, mbele na nyuma, ili kuhakikisha kwamba adui hawa hawatamjeruhi. Onyesho la tatu, atakuwa anatuonyesha jinsi anaweza kujitetea wakati anapopambana na adui zaidi ya wawili, wakiwa wamejipanga kwa silaha, iwe silaha zenye kupata ama silaha butu. Mchezo anaofahamu vyema, akazuru nchi mbalimbali na kujinyakulia medali takriban 46. Onyesho la 4, anatuonyesha jinsi anaweza kujitetea wakati anapopambana na kundi la adui, akipigana mbele, nyuma, katikati. Hapa anakaza pumzi, kwa maana mchezo huu huwa unahitaji matayarisho na maandalizi ya kutosha kabisa. Huo ndio mwisho wa onyesho hili. Tumpe makofi mazuri kabisa Rose Blessing Mukeli kwa onyesho hili la mchezo wa karate, akiwa kidato cha pili na umri wa miaka 16. Tayari ameweza kuonyesha ubingwa kwenye sehemu mbalimbali ambazo ameweza kushiriki mashindano ya mchezo huu. Tumuongeze makofi tafadhali. Wanaingia hivi sasa ni wana shule ya upili ya Thika Garrison, wakituletea shairi lenye mada jeshi letu twapeperuka. Mgeni wetu rasmi, shule hii ni mojawapo ya shule ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi, ikiweza kuanzishwa mnamo mwaka 2010 na kufikia sasa ina jumla ya idadi ya wanafunzi 1459, ikiwa na walimu 55, naibu wawili wa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu wa shule hii ama senior principal ni Mr. Samson Masharia, ambaye tuko naye siku ya leo mahali hapa. Wana shule ya upili ya Thika Garrison, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu, tuburudike. Wanagenzi wa Thika Garrison, tayari na shairi lenye mada jeshi letu tunapeperuka na Mwangi PM makinikeni. Leo hii twasimama Kenya yetu kutetea, kwa nyundo hata na chuma,
jukumu kuikomboa, ndiposa tusijezama. Jeshi kuu twaamua, jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Nchi yetu tuimara mipakani. KDF twasema hura, maadui tukingeni. Jeshi letu ndilo bora, linawika duniani. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Mafuriko litujia, yalimaliza dunia. Watu wengi liwaua na mali kutokomea. Wanajeshi kajitoa majini kuwaokoa. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Wanaoleta nuksi, kwayo mikiki, nchi yetu wameasi, wanakataa ya haki, hawatapata nafasi na kamwe hatutishiki. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Nayo masomo majua, KDF memulikia, shule wafadhili pia, stima maji metuekea, barabara mejengea, yote tunashuhudia. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Majumba kiporomoka, ni nani tatuokoa? Gesi ilipolipuka, si hayo lijionea. Westgate na Garissa, Dusit mliwakomboa. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Zaki tabaka ghasia, mliweka doria na hamkupendelea. Samburu Turkana pia, na vijana wa Gen Z, si mliwasaidia. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Na wakati wa dharura, hampotezi wakati. Mnakuja kama radi, kwa rungu na guruneti. Hata pangoni mwatoa, majangili ainati. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Nje ya mipaka yetu, jeshi letu konkifaya, kwayo amani kuweka. Kongo pia Liberia, hata kusini Sudani, na Haiti yanukia. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Tamati sote twendeni, jeshi letu nchi kavu, wa majini tu imara, wa hewani tunatamba. Twende tusibabaike, tugurume kama simba. Jeshi letu linawika, bure tunapeperuka. Swadakta. Makofi mazuri kwao. Basi baada ya shairi hili maridadi kabisa, jeshi letu twapeperuka, malenga wa shairi hili akiwa ni naibu wa mwalimu mkuu anayefahamika kama Bwana Mwangi PM. Tuongeze makofi basi kwa shairi hili maridadi kabisa. Mgeni wetu rasmi wanarudi tena uwanjani, wana shule ya upili ya Thika Garrison, wakituletea wimbo kwa jina Twawapongeza Wanajeshi. Ikumbukwe ya kwamba shule hii inafanya vyema kwenye nyanja mbalimbali, na hawa pia wamewahi kushikilia ubingwa wa mashindano ya muziki ya shule za upili katika kiwango cha kitaifa, na leo hii wameweza kutuandalia wimbo kwa niaba ya siku hii spesheli ya majeshi yetu ya ulinzi. Wana Thika Garrison Secondary School, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu, tuburudike. Ewe mwenzangu, sikia
wanajeshi. Asante. Kwa kazi njema ya ujenzi wa taifa. We are proud of you, our heroes. Wapongeza wanajeshi. Asante. Kwa kazi njema ya ulinzi wa taifa. We are proud of you, our heroes. Oh yes, tunajivunia. Sote tunajivunia kazi yenu njema. Oh yes, tunajivunia. Proud of you, our heroes. So wapongeza wanajeshi. Asante. Kwa kazi njema ya ulinzi wa taifa. Asante. We are proud of you, our heroes. Oh yes, tunajivunia. Sote tunajivunia kazi yenu njema. Oh yes, tunajivunia. Sote tunajivunia kazi yenu njema. Kwa usalama Kenya na maendeleo, jeshi letu nambari moja, twawapongeza. Heko Tuwape makofi mazuri basi wana shule ya upili ya Thika Garrison. Sauti zilizopangwa zikapangika na mwalimu wa kwaya ya shule hii Bwana John Maina, ambaye ameweza kutuandalia wimbo mzuri kabisa unaosema twawapongeza wanajeshi. Tuwaongeze makofi wanapotoka uwanjani wanafunzi hawa wa shule yetu ya upili ya Thika Garrison. Mgeni wetu rasmi wanaingia uwanjani hivi sasa ni wana Thika Garrison Youth ambao watatuletea ngoma aina ya densi ambayo ni mchanganyiko wa takriban ngoma 4, lakini ngoma ambayo imeweza kutia fora kabisa ni ngoma inayojulikana kama Anguka Nayo. Hii ikiwa ni densi ambayo iliweza kutia fora na kizazi cha Gen Z, lakini hata hivyo kizazi cha Alpha bado kinapatikana kwenye densi hii. Basi wana Thika Garrison Youth, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu. Densi hii lazima waweze kuvalia kofia aina fulani, kwa sababu wanapocheza Anguka Nayo ni kama kichwa peke yake ndio huwa kinatingisika. Tuburudike. Studio tafadhali. Na kama wanavyosema kwamba kile mwanaume anaweza kufanya, basi mwanadada pia anaweza kakifanya vyema zaidi. Hapa ndani tuko na mwanadada ambaye pia atakuwa anahusika kwenye mchakato huu wa miondoko. Studio, iwapo mko tayari. Now hear this. Z. More. Leo ni Jumamosi, sani saa 6. Nifika ile siku ya kukubali mimi ni chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni mafonzi tajipa sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba ndo nisunge shida nikifika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ungeto bado unanitatiza naweza sema mpaka zi. Leo ni party sitakuja wi. Kamkoba ka upiga ti. Nandi tekiti. Participate kami bado si participate shots 1 2 naweza penda kujimarinate sabigal na tigal pata kujivalidate na choma bet, we uko sawa, maintain, hivyo hivyo, hivyo hivyo, maintain, hivyo hivyo, slewe sana, hivyo hivyo,
Tuko juu ya kala, hapana kufukutin nega. Wala pota kula maviting, neza dhani tumebona. Kumbe taxi, nati, uko runda, uko ni yaki. Ambona skeni skele u, kingone stupidu. Natuzi kianza kushuka, zinapandisha juu. Piga pita kale kama kuja mkuzo. Ati, kubamba bona tena toka. Ambona skeni skele u, kingone stupidu. Natuzi kianza kushuka, zinapandisha juu. Piga pita kale kama kuja mkuzo. Ati, kubamba bona tena toka. Ambona skeni skele u, alupe na donesha doroshi mikuvi. Vile zimedura rudu nukiatu kwa machu. Stings kitata na shikisha na epeka leka. Sotu kolode, sapa mafure. Naifanya leo setu ngoja kete shokena. Naikubamba mbese leka joa gomena. Nakubamba toka luka tuka luka sule tepa za tim. Washa kiti tempo nyana tepa tempo yo bamba sano kuwa ching bomba kashaka. Dada shaka mpiki mbiki bola skene skele u. Skengole subidu. Nakuzi kinza kushuka zina pandisha jubika. Kale kama jambo kufu. Goda tennis, goda tennis, goda tennis. Inakwenda no atatenda. Goda tennis petit ndio inaweza babigi ndio napenda selector. Utekiwa poa delimiti. Haha. Yeah. Beba. Anguka nao. Tuwape makofi mazuri kabisa wanapika Garrison Youth Dancing Troupe ambao wametuletea dansi maridadi kabisa inayofahamika kama Anguka Nayo. Hawa ni watoto wetu hapa kwa kambi hii ama ukipenda Thika Garrison, ikiwa ni uelekezi wake Bwana Milton Bulimo ambaye anashirikiana kikundi hiki kikiwa chini yake Sergeant Bruce Omondi. Tuwape makofi mazuri basi wanapoondoka. Sergeant Bruce Omondi anaona ni vyema kuweza kushirikiana na watoto hawa ama ndugu zetu hawa wakati wanapokuwa kwa likizo ili kuhakikisha kwamba wanajihusisha na masuala mbalimbali ya jamii. Tumpe makofi mazuri kwa kuweza kutuandalia kikundi kizuri kabisa kama hiki. Mgeni wetu rasmi wanafuata hivi sasa wanakwaya wa kanisa Katoliki ambao wameweza kutuandalia wimbo kwa jina Majeshi Yetu, ikiwa ni uelekezi wake Mr. Richard Mwania. Kikundi hiki ama kwaya hii ikiwa chini yake Warrant Officer 2 Christopher Nyachae. Basi wana Roman Catholic Church Choir, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu, tuburudike. Kwenye sherehe ya majeshi yetu, kwa ujasiri wa wanajeshi wa Kenya. Kwenye sherehe ya majeshi yetu, kwa ujasiri wa wanajeshi wa Kenya. Enyi watu wote, tumshangilie Bwana. Enyi watu wote, tuwapongeze hawa wanajeshi wetu. Lina jukumu la majeshi yetu. Jukumu hilo linatekelezwa vyema. Lina jukumu la majeshi yetu. Jukumu hilo linatekelezwa vyema. Enyi watu wote, tumshangilie Bwana. Enyi watu wote,
Tuwape makofi mazuri basi wana Roman Catholic Choir wanapoondoka uwanjani baada ya wimbo huu mtamu kabisa ambao wameweza kuandaa kwa ajili ya sherehe ya leo. Wimbo kwa jina Majeshi Yetu ndio uliotoka hewani hivi sasa. Mgeni wetu rasmi wanaingia hivi sasa wana St. Stephen Anglican Church Choir ambao pia wameweza kutuandalia wimbo unaosema uzalendo. Mwelekezi wa wimbo huu ni Senior Sapa Evans Kombe na kwaya hii iko chini yake Major Reverend Milton Kabunge. Maandiko yanasema kwamba walipo wawili ama watatu kwa niaba ya jina langu niko pamoja nao, na ni ushirika wa kwaya hizi na maombi yao yanayotufanya sisi wanajeshi kuweza kushinda vita na changamoto mbalimbali tukiwa kazini. Basi wana Anglican Church Choir, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu, tuburudike. Nchi yetu ya Kenya, jeshi letu tukufu, ulinzi daima, taifa langu Yende mbele, nchi yetu yende mbele, yende mbele, Kenya yetu yende mbele. Kwa uzalendo tuitunze nchi yetu, daima milele tuilinde yetu Kenya. Yende mbele, nchi yetu yende mbele, yende mbele, Kenya yetu yende mbele. Kwa uzalendo tuitunze nchi yetu, daima milele tuilinde yetu Kenya. Twawaombea viongozi wetu na jeshi la Kenya, kwa Mungu Baba wajasiye fana katele. Twawaombea viongozi wetu na jeshi la Kenya, kwa Mungu Baba wajasiye fana katele. Twawaombea, twawaombea, twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mba awajalie amani, upendo, baraka tele, ili muweze kuilinda Kenya. Twawaombea, twawaombea, twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mba awajalie amani, upendo, baraka tele, ili muweze kuilinda Kenya. Twawapa kwa jitihada usiku kucha, jeshi letu ndio Kenya yetu. Kwa kazi yenu tulivu nchini Kenya, twawaombea kwa Mungu Baba amani tele. Twawapa kwa jitihada usiku kucha, jeshi letu ndio Kenya yetu. Kwa kazi yenu tulivu nchini Kenya, twawaombea kwa Mungu Baba amani tele. Wana maji, wana anga na nchi kavu, pongezi kwenu kwa kudumisha ulinzi Kenya. Wana maji, wana anga na nchi kavu, pongezi kwenu kwa kudumisha ulinzi Kenya. Twawaombea, twawaombea, twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mba awajalie amani, upendo, baraka tele, ili muweze kuilinda Kenya. Twawaombea, twawaombea, twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mba awajalie amani, upendo, baraka tele, ili muweze kuilinda Kenya. Haya
Haya. Haya. Tukufu ndio ngao yetu Kenya. Tukufu ndio ngao yetu Kenya. Haya. Haya. Tukufu ndio ngao yetu Kenya. Tukufu ndio ngao yetu Kenya. Tuwape makofi mazuri basi wana St. Stephen Anglican Church Choir kwa wimbo wao maridadi kabisa, wimbo kwa jina Uzalendo, ambao wameweza kutuletea kwa niaba ya siku yetu muhimu kabisa. Mgeni wetu rasmi hivi sasa tunamwalika msanii na ndugu yetu ambaye alizaliwa na ulemavu. Huyu alizaliwa bila mikono na miguu yake, mguu mmoja ulikosa nguvu, na hivyo basi mara nyingi yeye hutumia mguu mmoja kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na kama wanavyosema kwamba disability is not inability, ulemavu huu haujamzuia yeye kuendelea na shughuli zake za utafutaji na shughuli zake za kujitafutia mkate wa kila siku. Ndugu yetu Sami Brayo, iwapo uko tayari, tumshangilie kwa makofi anapoingia uwanjani. Tunaweza kuona jinsi anavyotembea msanii huyu ambaye ameweza kutuandalia mambo mengi kabisa, lakini leo atatuonyesha jinsi anavyoweza kupepeta mpira huu wakati ameketi chini na mguu wake ule ule mmoja tu ambao Mwenyezi Mungu akambariki nao. Ukiangalia hana mikono na yeye akazaliwa vile shani kuhakikisha kwamba yote binadamu mwingine anayofanya yeye pia anayafanya. Sami Brayo mbele ya jukwaa la mgeni wetu rasmi, uwanja ni wako. Tuburudike. Thank you so much. Praise God. Praise God once again. Bwana asifiwe. My name is Sami Brayo. I'm a Christian fearfully and wonderfully made in God's unique design to create a life and legacy pointing others to Christ through my music and sharing of God's word. Amen? Yes, all protocols observed. I was born the way I am, but I've never let my situation limit me. What do I mean? I am a swimmer, I am a content creator, I am a motivational speaker, I am a chess player, just to mention but a few. Amen? That means the power of believing in yourself, right? And I salute you, men in uniform, for the amazing work you do. Let me inspire you before you perform. Never give up in life. Tell your neighbor, never give up in life. Never give up in life. Always remember, kama Sami Brayo hana mikono, but I can do all these things, then also you can do it. You only need a right and positive mindset. Amen? The other point, as I proceed, never lose hope. You know, in life you'll encounter challenges. I know right now everyone has his or her own issues. But I believe when you have hope, then there'll be light at the end of the tunnel. Amen? Amen? Yes, and before I proceed, as I've told you, I am a musician, I am a content creator, I am a chess player. You can find me on all social media platforms, so I'm called Sami Brayo. Amen? Are you ready kuona nikipepeta mpira? Mko tayari? Mko tayari? Mambo ni kama tunavyoyaona sasa. Mguu mmoja bila mikono, lakini mpira unapepetwa kwa umaridadi kabisa, kama tunavyoshuhudia mahali hapa. Huyu aliweza kusomea Juja Preparatory School na akaweza kujiunga na Talanta Institute na kufanya taaluma ya utangazaji, ukipenda mass communication.
Na tunavyomwona hapa wakati anasema yeye ni content creator, bado huyu ni mtangazaji na mwanahabari. Yale mambo yote anayoyafanya ameweza kuyafanya kwa kujiamini na kutokufa moyo licha ya kwamba kazaliwa na ulemavu. Mambo ni kama tunavyoyaona. Anaupepeta. Ana hamu kabisa ya kuweza kuendelea. Tumpe makofi mazuri basi kwa onyesho hili la kupepeta mpira. Thank you so much. Asanteni sana. Alafu kisha aweze kuendelea na burudani kama alivyokuwa ametuandalia. Thank you so much. Na pia jinsi mnaniona hivi, pia mimi huwa naandika na mguu. Najua mnajiuliza aje. There are some of my paintings here. I don't know if it will reach everyone. But kuna kazi ambayo nimefanya. This is the work of feet. I hope everyone can see. Hii nimefanya na miguu. Unaweza kuimagine nimechora na mguu. Kwa hivyo hakuna jambo kwa maisha linafaa kulimit. Amen. Michoro hii tunayoiona akaweza kuichora kwa kutumia mguu. Yes, this is the work of my feet. Swali ninalojiuliza ni notes shuleni. Kutoka shuleni nimesomea shule normal, lakini sijaiandikiwa notes. No one has ever written notes for me. Tumpigie makofi mazuri. Nimekuwa tu nikiandika na miguu. Yes, so that's my story. Na because nimeambia mimi ni msanii, mko ready kwa nyimbo zangu? Tuko tayari kabisa. Tayari? Mko tayari? Sawa sawa. Sound, let's do this. Studio tafadhali. Tangaza. Sammy Brian, yeah, Ben Muturi, yeah, hey. For you Jesus, huh? That's how we do it. Sammy Brian, let's go. Let's go. Yeah, one, let's go. Binansi Mumbi ambaye amehakisha kwamba tangu azaliwe mnamo mwaka 1999 hadi sasa kijana huyu anapata mahitaji yake yote kama inavyostahili. Mgeni wetu rasmi kutufungia kipindi hiki cha burudani ni mmoja wa wachekeshaji maarufu hapa nchini, Afrika Mashariki na dunia, kutoka Churchill Show, naye si mwingine ni Profesa Hamo. Shikilia kidogo, shikilia. Ngoja. Mgeni wa heshima, naona unaniangalia ukijaribu kusikia kama ni Kikongo. Ni ukweli si Kikongo, kwa sababu nimefundishwa na jeshi. Ungekuja hapa kulikuwa na parade, na vitu tulikuwa tunasikia ni sauti za mbuzi. Nashindwa mbuzi hizi miaka zote. Karibu sana mgeni wa heshima. Vile umeona, unajua Brayo ametuambia never give up. Huku ndio kwenye hakuna ku give up. Huku wako na lugha yao. Kuna lugha wanasemaga kama ujui kitu kurukuru baka ujue. Ini kukurukuru, yeah. Kama hii kabi, angalia. Waliangalia wakaona rangi ya parade haitafika mwisho. We hautaona. Wakapaka hapa mbele ya macho yako. Huko kwingine wachana huko. Huko wachana na. Huko ni landless. Huko sio pande ya kambi. Yani jeshi ni watu kujipanga. Ningependa kuambia wale retired generals na serving generals, hiyo dance mmeona wakifanya hivi. That is therapeutic. Hiyo dance ina reduce cholesterol. Pia inakufanya unakuwa na sharp memory. Don't do it at home. Hii inaweza kuvuja. Wacha tu. Yeah. Kuna kitu mzuri. Unajua
juzi hii kambi haikukua. Mgeni wa heshima, haikukua. Hawa watu, unajua jeshi wanaongeleshagwa ni kama swali. Mkubwa alikuja hapa akakuta wameweka fence mzuri kabisa na gate kubwa, lakini ndani ya kambi hakuna kitu. Akauliza, hii kambi haiwezi kuwa na parade square? Vile aliuliza ndio ikatengenezwa. Hata hicho akikaa ulize, hicho haiwezi kuwa pale, itasonga hii. These people, hao watu ni wabaya. Hakuna, mimi nakwambia wamejenga hizi vitu, hata sio kujenga, ni kama nyumba zimemea. Kwa sababu mimi nilikuwa hapa Friday, hakukuwa na nyumba kwa mlango pale kwa gate. Nikirudi kulikuwa na nyumba zinamea. Hawa wamevaa uniform, lakini sio watu, hawa ni watu wa mjengo. Hawa wote usisalamie mtu ovyo ovyo, wasalamie tu kwa mbali, kwa sababu mkono zao ni silaha. What they have, jeshi iko na kitu inaitwa kujituma. Watu wamejitengenezea. Unajua ni vizuri nimekuona, na mimi nikikuja leo nilijua nitapatana labda na wewe na nitakutuma kwa rais. Unajua siku nyingine tulikutana naye, na vile tulikutana akili saa nyingine inapotea. Akaniuliza mambo iko aje, na badala niongee ukweli nikafikiria tunaenda naye State House. Nikamwambia kila kitu iko sawa, niko fiti. Akaniambia tutaongea. Hana namba yangu, sina yake, na akaenda. Wakati alisonga ndio shida zangu zote za familia zikarudi. Zikaniuliza, Kayogoro kaga, wewe unakuwa. So mimi naomba leo ndio nimejipanga. Leo niko na wewe. Na kitu kingine nimeona kwa jeshi. Jeshi ni watu ambao wanakuwa very strategic. Unajua mara ya mwisho nilienda State House. Kuna vijana, unaona huyu kijana amevaa suti, huyu. Usifikirie ati ni kamera amebeba. Hiyo ni ya kujifanya. Mkono ndio silaha. Hawa ndio wanasaidia kufungia. Sasa nikiingia State House, nikaulizwa na mmoja hao suti, ananiuliza, sasa unaenda kuambia rais nini? Nikamwambia joke. Akaniambia hiyo ni funny, lakini usiseme. Tukaendelea. Akaniambia ingine. Alafu tunaenda kidogo, suti inaunuka, naona vile amejipanga. Na akaniambia hizo vitu nimekuambia usiseme. Ukisema hautarudi. Na unakumbuka ilikuwa ile wakati serikali ilikuwa imesema haina kitu. Sasa mimi nikaamua, wakati niko hapa, niko na mic, rais pale, mwenye kunishika hako huko, nikaamua acha tu. Ni kitu nilifuzwa kwa kambi. Nikaambia rais, ninaomba. Unajua mlisema serikali haina kitu. Ninaomba mkinilipa mnilipe na cash. Juu mkiniandikia cheki iende bounce. Kama kuingia kukuchekesha ni gumu hivyo. Kukujia cheki ambayo imebounce itakuwaje? Sasa na alisaidia. Na ndio mtu wa Mungu ni kujiogea. Kitu kingine nimekaa na askari nimelana. Kuna wengine wanasema kugojea mshahara inakuja slow march. Unaona? Mshahara inakuja polepole, lakini ukilipwa inakuwa kama ya parade RCM. Inaenda bio mshahara uoni, ulikuwa nayo saa hii hauoni tena. Unaona? Na tukagundua pesa iko na sauti. Ni sauti, pesa iko na sauti. Sio kupenda kwenu. Kama pesa yako mshahara ioni giza mbili. Ukilipwa saa hii uone giza, ukiamuka hauna gari, hauna. Sasa hata niliwaomba ukilipwa piga selfie ndio ukuwe na evidence. Sasa mimi ninaona ongea na serikali, waongee na watu wa Delaru, wa reduce sauti ya pesa. Kwa sababu tukilipwa, kabla ulipo unakuwa na wisdom mingi. Hata unajiambia nikilipwa 10% natoa kanisa, hiyo hata sitaguza. Father, pesa inakufikia 20% na save, 40% napatia bibi ashughulike. Wacha ulipwe. Hiyo hekima yote inaanza kukuuliza, unakaa kwa nyumba kani wewe ni mama? Pitia mesi ukunywe bia moja. Ukiingia mesi hivi, mzinga ya Johnny Walker inatokea inakuita, oi! Ni kama inakujua personally. Sasa nilikuwa naomba tu uongee nawe itulie.
Kwa sababu ile kazi yao wamefanya, na unajua tumeambiwa never complain. Tumeona kijana mwenyewe complain, alizaliwa hivyo na haja complain. Hata huku kuchoka kwa jeshi inaitwa sauti ya shetani. Ukichoka ni sauti ya hiyo, ni sauti ya shetani, usisikie. Ukiwa mgonjwa, dawa na kazi hiyo zinafuatana. Unajua huko RTS watu akiingia kurutu, akiingia anaitwa ngiri. Mahali popote anaweza ingia. Ukiambiwa pita kwa cactus, unapita. Pita alafu uulize baadaye. Sasa kama tunaweza patia hawa kazi ya kujenga uchumi, inaweza tusaidia. Hawata complain, hawezi complain. Alafu mimi ninaomba hivi, sijui, najua saa zingine, unajua yeye sasa ni mama yetu. Mama ya kila mtu. Wewe ndio unajionea mashida. Mambo ikiharibika huko mbele, wewe ndio unaambiwa. Na anajua saa zingine kazi ni ngumu. Kwa ofisi yako unaweza tengeneza ka ofisi kadogo kakuchekeshwa. Nikaage tu na wewe. Wewe ukitoka huko stress imekupiga, unakuja kwa ofisi, unanipata hapo. Na kuchekesha. Unaona vile anacheka? Huyu nimepata kazi watu yangu. RCM uko wapi? RCM. Hii ni kazi nimepata. Usiku ndio huyo RCM. Yes. Umeona huyo amesimama na hiyo kijiti. Hiyo kijiti usibebe hata ukipewa. Iko na fitina. Yaani ukishika hiyo kijiti unasikia tu kuumiza watu. Piga yaani hata nyumbani sijui unaingiaga aje. Bibi chakula imeiva. Tukalale. RCM mimi ningependa kabla niende mgeni wetu wa heshima, nilikuwa ninataka kuwa jeshi kabisa. Kabisa mimi jeshi ilikuwa kwa roho yangu kabisa. Shida tu unajua Mungu anapelekaga watu mahali wanatakiwa. Si umeona wale special forces wanatoshana 5 foot hivi. Tumutu tudogo. Wale watu wakubwa wote wako kwa jeshi mjengo. Hawayuko huko kwa nini special. Sasa mimi nilikuwa nataka kuingia. Na Mungu hata nilikuwa nimeona. Lakini ukweli ni kwamba unaona ningechekesha Al-Shabaab. Unaona kama Al-Shabaab wanataka joke ya IED. Ati I am the bomb. Mungu ni mwema aliniweka hapa. Mungu ni mwema. Sasa kwa hayo mengi na machache, kuna moja tu nimekumbuka. Nimeambiwa mtu aishi maisha yake. Usikiompiti na watu, usingangane, si ndio askari? Usingangane na watu. Ukiwa kopro usiishi maisha ya sergeant, uishi maisha yako. Unajua hata town unakutaka watu wanaharakisha. Sasa wewe unajifanya hata wewe unaharakisha. Kumbe ni mtu anatafuta choo. Unaona? Na wewe uko hapo mnakibishana na yeye. Unaona itakuwa shida. So mimi naomba Mungu aendelee kuwabariki. Unajua we don't say thank you kwa kazi ile mnafanyaga. Tunagojeaga shida itokee ndio tuongee. We never say because hata nyinyi hamtuambiai. Sasa ni vizuri tu tuwaambie tukipata chance. Mungu awabariki, Mungu awachunge, mkono wake uende na nyinyi na achunge familia zenu na sisi watoto wenu tuwafanye mkue proud. Si ndio? Mungu ni mwema. Asanteni sana. Tumpe makofi mazuri. Ngoja. Ule kuja wewe ndio huyu mrefu. Kuja unipige picha na nini? Yako CDF tulipigwa na wewe. Tayari niko na loan. Nimechukua na hiyo picha. Niliwaonesha, nilienda nao Equity. Wakaniuliza uko na logbook, nikawaambia sina. Uko na shamba sina, lakini niko na hii picha. Wakanipea. Asante. Sasa hii ni yetu na mwenu heshima. Yes. Tuendelee. Na mpige bila aibu. Sasa utanipea namba ndio nikutumie hizi picha. Asanteni. Mungu ni mwema. Ni mwema. Profesa kutoka church. Unajua CDF kuna wimbo wanapenda sana. Hiyo. Weko
Tumuongeze makofi basi anapoondoka uwanjani Profesa Hamo. Kipindi hiki cha burudani, mgeni wetu rasmi, kwa heshima naomba nirudishe kwa mwenzangu Meja Justin Pamba ili aweze kuendelea na ratiba iliyosalia. Welcome sana. Basi asante sana, ningalipenda kuwauliza nyote kuanzia mahali tulianzia burudani hadi mahali tumefika, tuwape makofi mazuri wale wote walioweza kutufurahisha na kutuchekesha leo. The entertainment session has come to an end, and therefore I would like, kindly, can we give another round of applause for all those who took part in today's entertainment session. Thank you very much. CS Ma'am, ladies and gentlemen, we now want to usher in yet another session in our program, and we are now moving to documentary. This documentary is telling our story, and this documentary is a strategic communications of the Kenya Defense Forces production, and it's going to tell us a story in a nutshell about who we are, and what it is that we are doing in a very short period. I would like to give special thanks to Brigadier Paul Njuguna, the Chief of Strategic Communications, and who is also the Kenya Defense Forces spokesperson, and his team for producing this wonderful documentary. So kindly let us sit back and enjoy this documentary. Thank you very much. Peaceful coexistence of any country. In the presence of sustainable peace, a country this was the case. 1991. wax caafimaad kama jirin, wax iskuul wax barasho kama jirin. We were like hostages in our own land. Hatta bisadaha gaajo ila dhamaadeen. oo qabaa'ilada dagaal. Clan skirmishes and conflicts of different communities were largely the order of the day. The situation kept deteriorating over years, and by mid-2000s, the country had become a safe haven for terrorists across the globe after the formation of Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, commonly known as Al-Shabaab, which started as a military wing for the Islamic Courts Union in the year 2006. This was a deserted place, and the little population that existed starved of hunger and desperation. waxbarasho ma jirin bari oo before I'm sona meesha ay joogin and said ogtihiin ba nimankaas ma ogolo waxbarashada oo kale oo ka ahayn diini. Towards the end of September 2011, the Al-Shabaab, which had become an Al-Qaeda-affiliated terror group in Somalia, had spread its tentacles beyond Somalia's borders to Kenya and conducted a string of cross-border terror attacks, including killings, piracy in the Indian Ocean, and kidnapping of foreigners. On October 1st, 2011, a French tourist by the name Marie Dedou was kidnapped in Ras Kitao, Manda Island, and on 13th October 2011, two Spanish women, Montserrat Serra and Blanca Thibault, working for Doctors Without Borders, were also kidnapped by Al-Shabaab in Dadaab refugee camp. They're doing atrocities in Kenya and then seeking safe havens in Somalia. This is what informed KDF's incursion into Somalia by invoking the right to self-defense under Article 51 of the United Nations Charter. We will defend our territorial integrity through all measures necessary
to remove Al-Shabaab not only from our country, but even closer to our country. We have to seek them from their bases in Somalia. Operation Linda Inchi was launched from 3 fronts along the Kenya-Somalia border. In the northern subsector, it was through Elwak. In the central subsector, the KDF troops began their advance from Liboi, and in the southern subsector, they advanced through Ras Kamboni. The troops in Elwak advanced in that axis and liberated Dif, Gerile, Burahache, Elade, Busar, Fafadun, and Badere. Wakati tumefika Elwak, wakatumia the same tactics ya kusema kwamba hakuna namna tutaingia hiyo town. So sisi naye by force lazima to move forward because operation ya Linda Inchi ilikuwa ni fighting mission. Kaenda mpaka Busar. Hiyo center ya Busar mahali tulifika sikutarajia nilikuwa ndani ni center kubwa, lakini ilikuwa ni kidogo. The troops in Liboi advanced and liberated Doble, Osingo, Tabda, Harbole, Veleskokani, Hayo, Afmado, Mido, Bibi, Jana Abdallah, all the way to Kismayu. The operation was hard, but it was successful. We pacified Tabda, Veleskokani, Hayo, Afmado, all the way to Kismayu. In the southern subsector, towns like Kolbio, Ras Kamboni, Burgavo, Kude, Bulahaji, all the way to Kismayu. Our plan was to kuingia southern region ambazo zilikuwa dominated na Al-Shabaab to an extent that they were kidnapping and cross border raids. So that was our main aim. The defense and control of town for Al-Shabaab and the presence of choked the Al-Shabaab financial muscle. They were collecting a lot of zakat or tax, so they were not ready to lose this town. Aware of KDF advancement through central and southern subsectors, Al-Shabaab had fortified the town and were ready to put maximum resistance against KDF troops on land. In response to this, KDF planned for a covert amphibious landing operation in Kismayu dubbed Operation Sledgehammer. The operation took place in North Beach on Friday 28 September 2012. After a series of planning and drills with extreme regard to secrecy, being the collapse of local support, loss of more than a sixth of Somalia's territory to KDF in the south, and the steady stream of defections. The success of Operation Sledgehammer was attributed to the level of training on the part of the KDF soldiers and leadership of the KDF commanders at all levels. Following the United Nations Security Council Resolution 2036 of 2012, the Kenya Defence Forces was integrated into African Union mission in Somalia, AMISOM, so as to sustain the gains made by the troops in Somalia. The regional bodies and regional forces came also in support of us, and this gave rise to AMISOM. I'm requesting the Parliament to approve the request by the Commission of the African Union to rehat the Kenya Defence Forces currently operating in Somalia to AMISOM. AMISOM was a multinational force under the African Union with the approval of the United Nations Security Council, with a mandate to support transitional governmental structures, implement a national security plan, train the Somali security forces,
and to assist in creating a secure environment for the delivery of humanitarian aid. During the operation, KDF presence in Somalia was met with a lot of resistance from the Al-Shabaab. They conducted numerous attacks on our troops, security installations, and civilians both in Kenya and Somalia. It was home of terrorists and war. There were no services provided to the residents. The town was merely a place where the basic necessities of life could not be found easily because of the presence of the Al-Shabaab. It was a place where operations to pose threat to the neighboring countries of East Africa were conducted. When Al-Shabaab controlled this town, there were no development in aspects such as healthcare, education, and communication. This place was dull and gloomy. KDF's presence in Somalia came at a price. This was the sacrifice of our troops who went to great strides to maintain peace and the stability of our country. Let us all therefore remember those who have fallen in the line of duty and honor the ultimate sacrifice. Indeed, it has come at a cost. Our colleagues have paid the ultimate price. This is an eventuality of war. It can happen to me, it can happen to anybody. I commiserate with their families and pray that God may give them and their families and the mental fortitude to be able to continue with life. The ability the fallen soldier and recognize them is what is key also. And I want to reassure even the families of the ones that lost their loved ones that we're still with them. KDF is still, they're still members of KDF, and whichever support that they require, we'll always endeavor to support them. May their souls rest in eternal peace, knowing their dreams came to reality. The KDF conducted both kinetic and non-kinetic operations to degrade Al-Shabaab and at the same time win the hearts and minds of the local population. The KDF engaged the public through civil-military cooperation, and some of the interventions included delivery of medical aid. Every Monday they are coming here and treating people well. They treat civilians, and also if they see a critical case, they just refer him to level 2 hospitals, Doble. Opening up of main supply routes, renovations of airstrips. Currently, the Kenya Defence Forces engineering team is working on the renovation of the airstrip. This contributes to the security of the airstrip. Key leadership engagements, training and mentoring of medical personnel. Whatsoever I gain here or I learn here, I want to assist my fellow teammates, my fellow workmates to give training in a practical field, in a theory form, so that also for them to get to assist the community, at Duble community. Building of classrooms. We made requests to the AMISOM troops who constructed these 5 classrooms that really helped us. The students are now motivated, knowing that they learn under these complete structures. This has uplifted the status of the school and as well boosted the morale of the students. Female engagements where they would empower the women of Somalia. We've also seen women being in the forefront of reducing school dropouts, as girls are able to go to school, they are able to take up leadership positions, and for us it's a plus, and we can truly say that we did our best in empowering the local women. Double Women Association, Double Women Youth and KDF ATMIS troops
work closely together to improve, empower, and raise the skill level of young girls in Dobli. The ATMI's female engagement team promotes support and stabilization mission in Somalia, AWSOME, which will prioritize ongoing peace-building measures such as providing security to Somali citizens and degrading Al-Shabaab while leaving international partners and the Somali federal government Somalia much better and brought back hope to the residents, made it possible for will not have achieved the success it has were it not for the active participation of the end of this documentary. Can we have a round of applause for the producers and the message that has just been delivered by this wonderful documentary? Thank you very much. Yes, ma'am, ladies and gentlemen, before we proceed, I wish to recognize the presence of our strategic partners, Safaricom, Postbank, Cooperative Bank, and other strategic partners who have sent us a message of goodwill on this commemorative day. Yes, ma'am, ladies and gentlemen, we now move into the next item of our program today, and that is the launching of the book Defenders of the Nation. Defenders of the Nation tells a story of the KDF from the roots to the modern force that it is. This book brings to fore the paradigm shift that is increasingly becoming necessary to steer national thinking on critical aspects of our national security in a broad sense. And without much ado, it is my pleasure now to invite Brigadier Stephen Huria, who is also the chairperson of the book writing committee, to lead us through this session. Commander Omsa. Madam Cabinet Secretary, Ministry of Defense, the Attorney General of the Republic of Kenya, Chief of Defense Forces, Principal Secretary, Ministry of Defense, Vice Chief of Defense Forces, Service Commanders, Inspector General, National Police Service, General Officers, both serving and retired, Senior Officers, Officers, Service Members, our families, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor to stand before you today for the excerpts reading from our newly completed work, Defenders of the Nation. On behalf of the entire KDF book writing team, I extend our heartfelt gratitude to everyone who played a role in bringing this book to fruition. This remarkable project is the culmination of countless hours of dedication, and it would not have been possible without the steadfast support of our Cabinet Secretary, our Chief of Defense Forces, and all those who contributed tirelessly to this endeavor. In this era, where narratives shape perceptions, and the stories of bravery and sacrifice can easily be overshadowed by the noise of a fast-paced world, it became necessary for the KDF to tell its story, our story, in our own words. The need for this book arises from the essence of who we are as a defense force. We have a legacy worth sharing for those serving today and future generations who will one day don this uniform and continue to uphold the shield of the nation. Defenders of the Nation was an idea to document the extraordinary journey of the Kenya Defense Forces, a journey that began long before independence and continues today, rooted in courage, resilience, and a sense of duty to our beloved country. From our origins in the traditional military systems,
the King's African Rifles to the modern, agile, and professional force we are today, this book encapsulates the very spirit of KDF, our evolution, our challenges, and our triumphs. It is a celebration of the men and women who, through the decades, have stood guard to our borders, flown above our lands, and patrolled our waters, embodying the highest ideals of service. It tells the stories of our sacrifices in defending Kenya, our contribution to regional and global peacekeeping, and the essential role we play in building the nation's socio-economic fabric. In these pages, you will find stories of heroism during the Shifter campaign, unwavering commitment in the face of asymmetric threats, and the silent contributions made through humanitarian efforts that have touched countless lives. This book recounts battles and victories, and it is a testament to the values that make KDF an indomitable force: patriotism, professionalism, integrity, and reliability. It is also a reminder that our strength lies in our military might, as well as our humanity in our ability to assist communities, to build after destruction, and to give hope where hope has been lost. Today, as we gather here for KDF Day, it is only fitting that we launch Defenders of the Nation, for it is on days like this that we reflect the sacrifices made by our soldiers, the paths we have forged, and the secure future we are building together. It is our collective story, one written with pride and purpose, and we are excited to share it with the people of Kenya. This book will serve as a bridge connecting our legacy to the future, ensuring that the sacrifice of our soldiers, the victories we have celebrated, and the challenges we have overcome remain etched in the hearts of our nation's history. And now, it is my great honor and privilege to invite Madam Cabinet Secretary to officially launch this significant book, The Defenders of the Nation. Welcome, ma'am. As our chief guest goes to launch this book, I kindly request that the Chief of Defense Forces, the AG, the PS, the VCDF, the IG, and the service commanders will join our chief guest in launching this book. Our chief guest, ma'am, we are going to have a fanfare and a countdown from 5 coming down. I expect that those who are showing it on the screen to be on standby so that when we reach 0, we shall have the fanfare, and at the same time, our chief guest will be able to press the button on the same studio. We are at 1 now. Let's go. Press down. A round of applause for our chief guest. She has pressed the button. Mgeni wetu wa heshima amekwisha bonyeza kitufe, na kwa hivi sasa kwa wale ambao tuko mbali kidogo tutaweza kuona kwenye video, tunaweza kuona kwamba kitabu hicho kimefunguliwa rasmi katika hali hiyo, na bendi yetu ya majeshi ya ulinzi wamekwisha kupiga tarumbeta za fanfare. Kwa hivi sasa mgeni wetu wa heshima anaendelea kukitia sahihi kitabu na nakala zilizotengewa kwa minajili ya zawadi ya watu mbalimbali ambao wataweza kupewa zawadi hizo. Our chief guest is now signing copies of the Defenders of the Nation book that has just been launched. Remember
that this book is giving a story of a force that has come from its roots to where it is today, bringing and showing to the fore the increasingly necessary story, steering thinking of putting aspects to a critical level, to a national level, and in the broad sense, being able to think through matters security. As for now, our chief guest is now pending her signature on the copies of the book that has just been launched. And as soon as that is done, I will ask the band to be on standby to have a small interlude of music so that as our chief guest goes to settle down, we'll be able to transit smoothly into honors and awards. Kwa hivi sasa, mabibi na mabwana, kinachoendelea ni kwamba mgeni wetu wa heshima, mgeni wetu rasmi amekwisha tia sahihi nakala ya kitabu na nakala ya vitabu hivi vya Defenders of the Nation, na kwa hivi sasa wanapigwa picha, anapigwa Major Marvin Kiprono Cheriot was enlisted in the Kenya Defence Forces on the 19th of September 2010 as a General Service Officer, while Captain Wycliffe Omondi Aguka was enlisted in the Kenya Defence Forces on the 6th of October as a General Service Officer. So on the 8th of July 2023, Major Marvin Kiprono Cheriot and Captain Wycliffe Omondi Aguka were the flight commander and co-pilot, respectively, on a close air support mission to Somali Special Forces. The pilot's skillful maneuvering of the helicopter and decisive engagement of the adversary enabled the friendly forces to gain ground during the maneuver and gain initiative against adversary, thus shifting the tide of war in favor. They managed to land and pick up wounded soldiers amidst intensive fire. It was successful and the adversary was repulsed. Major Marvin Kiprono Cheriot and Captain Wycliffe Omondi Aguka, because of their valor and gallantry, which involved the imminent danger of death, are hereby recognized. Makofi kwa wanapokuja mbele. Makofi kwa Major Cheriot. Thank you very much. A round of applause for him. A Senior Private Amon Mwamburi, Kenya Army. A Senior Private Amon Mwamburi Mwanzi was enlisted in the Kenya Defence Forces on the 2nd of September 2012. So on the 29th of September 2023, while deployed for the African Transition Mission in Somalia, he played a crucial role that led to the successful repulsion of a surprise attack on the forward operating base by crawling from his trench into the armored fighting vehicle, steering it towards the designated firing position under fire. His heroic act is credited with stopping the attack and inflicting casualties on the enemy and forcing them to retreat. The attack ended with no casualties on troops. For his bravery and devotion to duty, Senior Private Amon Mwanzi is hereby recognized.
Makofi kwake. Thank you. Another round of applause for Mwamburi. Warrant Officer Class 1 Christopher Kipkoech Kipsoi, Kenya Air Force. Warrant Officer 1 Christopher Kipkoech Kipsoi was enlisted in the Kenya Defence Forces on the 4th of May 1990. In August 2023, Warrant Officer 1 Christopher Kipkoech Kipsoi was then the warrant officer in charge of the Precision Measuring Equipment Laboratory, PMEL, together with a team of personnel from the section. He managed to modify the press calibrator and used to calibrate aircraft weighing kits. The calibrator became cumbersome and hard to use to operate at some point. So the modification was done at a very minimal cost to service and the Kenya Defence Forces. Therefore, Warrant Officer 1 Christopher Kipkoech Kipsoi, for his ingenuity and initiative, is hereby recognized. A round of applause for him. Makofi tafadhali. Asante sana. Senior Sergeant Patterson Kamau, our chief guest. Thank you very much for that session. Asante sana. Kipindi cha hotuba kwa hivi sasa nitawauliza bendi mtupe burudani fupi tu tunapoendelea kujipanga kuingia ndani mwa kipindi hicho. Bendi si mwingine bali ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Charles Kariri, na ni heshima yangu sasa kuweza kumwalika akaweze kuendelea na kipindi hicho. CDF sir. Our guests of honor, the Cabinet Secretary, Ministry of Defense, Honorable Soipan Tuya, the among us, our guests, the Attorney General, the Honorable Attorney General Dorcas Oduor. I also have a guest in the form of the IG, National Police Service. Thank you very much for joining us. Vice Chief of Defense Forces, Principal Secretary, Ministry of Defense, Service Commanders, General Officers,
both serving and retired. At this point, Madam Chief Guest, allow me to recognize some of the general officers who have joined us today. We have among our midst our former Chief of General Staff, General Retired Jeremiah Kianga. Asante sana, thank you for your service. We have former Army Commander, Lieutenant General Retired Njoroge. Asante sana for your service. Also among us, another former Army Commander, Lieutenant General Retired Walter Araria Koipaton. Asante sana for your service. Then we have also former Deputy Army Commander, Major General Retired Oyugi. Asante sana. We also have among our midst Major General Retired Ambassador Tumbo. We also have Major General Retired Biwot. Asante sana. Also Mzee wa kazi, Major General Retired Murunga. Asante sana. I think I saw Major General Retired Kivunzi. Kwa watu walitaka kutukosanisha hawakuandika jina yako hapa. I not also, my former commandant, Lieutenant General Retired Kanchoro Mulata. Asante sana, and apologies. Have I left anybody out? Honor Brigadier Mushendo, retired. Also, Brigadier Retired Kimanzi. On what artillery, thank you for standing with the engineers. And all others, maybe I would ask all retired senior officers, general officers who are here to stand, maybe we recognize you, if there are others. Asanteni sana. So, senior officers, I also noted presence of former Defense Forces and Service Sergeant Majors. Kama muko popote mlipo, naomba msimame. Asanteni sana. Thank you very much for your service. Fellow, also let me recognize the presence of defense attaches and defense advisors representing various countries, friendly countries. Thank you very much for joining us today. Fellow soldiers, airmen and sailors, our families, represented here also by the leadership of the Military Wives Association of Kenya. Ladies and gentlemen, good afternoon. Madam CS, it is my pleasure and to thank you for gracing this occasion as the guest of honor, being your very first KDF day since you are appointed as a CS. We thank you very much. Today, as we gather to commemorate this day, a day that holds deep meaning for all of us in uniform and the citizens of this great nation, we reflect on our journey, our sacrifices, and most importantly, our continued commitment to safeguard Kenya's sovereignty, territorial integrity, and prosperity of this nation. The theme of this year's celebration, One Force, Mission Ready, Unity in Action for National Security and Development. It aptly captures the essence of our work, the unity that defines us, and the mission readiness that we strive for every day. It is a reminder that
as a united force, we stand strong, ready to defend our country, protect the people, and contribute to national development. So we will remain mission ready and taking cognizance and thankful of the support from the Commander-in-Chief and the government to provide resources for us to be mission ready. In a rapidly changing world with evolving security challenges, we have continued to adapt, modernize our forces, and we are better off today, better equipped and better prepared. Today, as we went round, we saw the kind of capabilities that are there. But I think the most important takeaway for me is not the capabilities that we can acquire through purchasing. It is what we can develop ourselves through the ingenuity that you have seen being recognized here by those that were being awarded. The Attorney General called me aside and told me our award ceremony was unconstitutional because there was no lady being recognized. So the organizers, please take note. Security and development go hand in hand. Without peace, there can be no development, and without development, peace is fragile. Our involvement, especially in civil-military cooperation projects, is testament to this philosophy. Whether it is infrastructure we are building or providing medical services, and I want to thank the organizers of this event again for the good work that they did for the community in enhancing civil-military cooperation, including the medical outreach and repairing of roads and the playing field for the Thika School for the Blind, among others. Let's appreciate them, please. Fellow officers and service members, you are the embodiment of the values we cherish: loyalty, respect, duty, selfless service, honor, integrity, and personal courage. Some of these virtues were well articulated by, I think, is an inspiration to all of us. And please, let's recognize him for another round of applause. As he says, if Brayo can do it, why can't a soldier do it? Kwa hivyo, tuache sana kufikiria kwamba ukijikuta kwa tabu, unafikiria hiyo shida peke yake. We have been told there's an opportunity in every challenge, and you could see it clearly. So asante sana Brayo, na asante sana pia kwa Hamo kwa kutuongezea miaka kidogo kwa vile tumecheka. But most importantly, the kids also that our school children that came and presented here, we really value and value you and encourage you that you spend your time wisely, especially during school holidays, on issues that will develop your character. KDF Day is a solemn occasion, and we have seen in the video there, it's a solemn occasion which we celebrate the Kenyan soldier and is intended to ensure that the efforts and sacrifices, the ultimate sacrifice in service of this country, our great nation, shall never be forgotten. The acts of valor by our gallant soldiers may be viewed as a duty by some. Others may consider them as acts of patriotism, but we perceive them as a higher calling to defend and protect our motherland. This calling is our sacred duty, and we must remain seized at all times. Let me now take this opportunity to
invite our chief guest to come and share with us a message on this very important day, a message that is being relayed in our various camps across the country by those commanders that are not here with us today. Asante sana, Madam CS, karibu uongeleshe jeshi. Thank you. Thank you very much, CDF. Chief of the Defense Forces, Riri, the Attorney General of the Republic of Kenya, Honorable Dorcas Odwor, the Inspector General of Police, Honorable Douglas Kanja, and we are really glad to have you join us today. It is of great significance for KDF. The Vice Chief of the Defense Forces, Principal Secretary, Ministry of Defense, service commanders, and I also take a great honor and pride to recognize our former generals and former senior and junior officers, or rather retired, led by our former Chief of General Staff, Jeremiah Kianga, distinguished guests, senior officers, our strategic partners who are here, defense attaches from different jurisdictions, service members, our beloved family members and friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Hamjambo. It is my profound honor and privilege to join you today as we commemorate the 13th anniversary of Kenya Defense Forces Day. This day holds deep significance as we gather not just to celebrate, but to honor the selfless service of our soldiers, men and women who have chosen to dedicate their lives to the defense and protection of our beloved country. KDF Day is a time to reflect on the extraordinary sacrifices made by our dear soldiers, some of whom have paid the ultimate price to safeguard our peace and security. We extend our deepest gratitude to the families of our soldiers. Your sacrifices are as immense as those of the soldiers you love, as you bear the weight of their duty every single day. It is your strength that enables them to serve with unwavering commitment. So, ladies and gentlemen, as we honor and celebrate our soldiers, we know that their families are the solid strength behind them, and we honor all of them who are here with us today. We honor the brave fallen heroes and heroines who lay down their lives for our country. Behind each fallen soldier's name is a unique story, a grieving family, and a resilient community that takes great pride in the legacy
they left behind. The whole of Kenya shares your pain, and we salute you for your fortitude. And I want to take this opportunity to congratulate the Stratcom team and the committee behind the book that we just launched today, Defenders of the Nation, where KDF is telling their own heroic story. Congratulations, the Stratcom team, and all that put the story together. Ladies and gentlemen, this year's KDF Day celebrations come at a time when the world faces unprecedented challenges. Threats such as terrorism, climate change, and regional instability are putting immense pressure on global security. The KDF stands at the forefront in cohesively responding to these challenges, protecting our borders, and maintaining peace at home, across the region, and globally. On the theme for today, One Force, Mission Ready, Unity in Action for National Security and Development, it does underscore the fact that the strength of our military lies in its unity, not just within the ranks, but within the nation it serves. KDF's work transcends defending our borders. It touches the lives of Kenyans through various humanitarian missions, peace enforcement, and peacekeeping efforts. The KDF role in supporting communities affected by disasters, insecurity, and poverty is as vital as its defense missions. This dedicated relationship between our military and the people of Kenya strengthens the bonds of trust and ensures peace, development for all. And indeed, KDF remains a beacon of hope for our country. From curbing banditry in the North Rift to responding to natural disasters such as the recent floods, KDF has remained steadfast in protecting our nation and enhancing the well-being of our citizens. These efforts would not be possible without the dedicated sacrifices of the soldiers and the unwavering support of our families who are here today. Once again, to the families who have lost loved ones along the way, no words can truly express the depth of our gratitude for your sacrifice. Your loved ones are forever enshrined in our hearts as heroes and heroines who gave everything for the freedom and security we enjoy today. Kenyans know very well that you're the reason they can afford to sleep peacefully every night. We honor their memory and pledge never to forget their sacrifices. And the monument we have unveiled today is a symbol to always remember our gallant soldiers lost from these barracks and all the other services, formations, and units across the KDF, lest we forget. And I'm happy that we have this commemoration happening all over the country in our major bases and garrisons across the country. As we celebrate this special day, let us remember and pray for our dear soldiers who are currently serving far from home, risking their lives
so that we may continue enjoying freedom and living in peace. Let us also remember the families who wait for their safe return home, carrying the burden of their absence with grace and strength. Today, we are here to renew our commitment to support them in every way possible. As the Ministry of Defense, we are fully committed to ensure that the welfare of both serving KDF personnel and the families of departed servicemen and women remains a core priority. The commitment is demonstrated in a range of support programs, including comprehensive healthcare services, financial empowerment initiatives, and educational benefits. The ministry continues to provide pensions, scholarships for children, and emotional support programs to help navigate their losses for the families. These policies reflect the ministry's dedication to honoring the sacrifices made by our soldiers and the families. As I conclude, I want to state that on behalf of the leadership of KDF, and I can confidently say on behalf of the Chief of the Kenya Defense Forces, that we are committed to ensuring enhanced capacity for our forces to ensure mission readiness, to ensure a strong posturing, and to ensure that we have a solid welfare support system for our veterans and all our forces. I am very committed to support the ingenious demonstration across the forces of the capabilities of our forces to contribute not only to enhanced capabilities within KDF, but also a wider spectrum of defense industry that I know is going to take our country to the next level, even in terms of contributing to our GDP. I want to congratulate the awardees, despite the Attorney General having almost, at least we didn't give her the microphone, because she could have declared our award ceremony unconstitutional. So we have time to salvage CDF, but allow me to say that we congratulate all the awardees of today and the entire KDF fraternity for your zeal and commitment in service to our nation. And as has been demonstrated by our young people here, Kenya and KDF in particular is known for its professionalism, ingenious innovation. Although Professor Hamo alikuwa anatuchongoa hapo kidogo, saying that, you know, tumepaka rangi nusu, but that is the essence of innovation, Professor Hamo. And thank you for the entertainment na kutuchekesha. Tutaonana nyuma ya tent ndio tuweze kuona yale matakwa yako, how to progress them. And for our young people, thank you for the entertainment. Our little brother, Sami Brayo, you are the essence of inspiration. And that's the spirit of Kenya.
of resilience, of pressing forward. And as I said, despite the difficult and tumultuous moment that we find ourselves in globally, not just Kenya, particularly economically, I can categorically state that as the KDF family, we are going to commit and strengthen our resolve even more. And I can commit as a CS that we will leave no opportunity unturned to make sure full support for KDF in all the needs that there are. Asanteni sana. Mungu awabariki. And I can say that on behalf of the Kenyan government and the great people of Kenya, we salute you, KDF, for all your unwavering service. Tunawaenzi sana, and I can say that as your cabinet secretary. I wish you all a happy KDF Day. God bless you all, and God bless Kenya. Asanteni. Tumpongeze waziri wetu kwa makofi mazuri. Asante sana waziri wetu wa ulinzi. Tumefika kipindi cha sherehe za machweo ya jua, beating of the retreat by the KDF band. Na niombe kwa heshima Senior Drum Major, iwapo mko tayari, upande wa pili afisa mteule daraja la kwanza Mary Renu, beating of the retreat by the KDF band.
zamu ya mkurugenzi wa muziki, ni zamu ya mkurugenzi wa muziki yani kutekeleza wajibu wake. Hivi sasa mwelekezi mkuu wa bendi za majeshi ya ulinzi akija kumwomba mgeni wetu rasmi idhini ya kuondoa bendi hizi uwanjani. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anaondoka hivi sasa uwanjani mkurugenzi wa muziki jeshi la nchi kavu baada ya kutekeleza majukumu yake alasiri ya leo.
Asante sana mgeni wetu rasmi kwa kuweza kupokea saluti hiyo ya heshima kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi, chini yake mwelekezi mkuu afisa mteule daraja la kwanza Mary Ekiru, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutekeleza majukumu yao siku ya leo. Mgeni wetu rasmi, tunaingia katika kipindi cha picha na nitaomba sote tuweze kutulia hadi kipindi hicho kitakapokamilika, kisha nitaweza kuwajuza wakati wa kufumukana mahali hapa tukielekea kwa mankuli. Nitamweza kumpisha mwenzangu Meja Justin Pamba aendeshe kipindi hicho cha picha. Welcome sir. Basi asante sana. Bendi yetu inapoondoka sasa, tunaingia kwenye kipindi cha picha za kumbukumbu, na ningeliuliza kwa heshima kwamba niseme itakavyokuwa. Picha ya kwanza itakuwa ni ya mgeni wetu rasmi, the CDF, the AG, the PS, the VCDF, the IG and the service commanders. Watakapopigwa picha ya kwanza, wafuatao picha exposure ya pili itakuwa ni ya retired general officers ambao watakuja kuwa flank kwa picha ya tatu, na ya mwisho FSMs both serving and retired. Kwa hivyo ndivyo mambo. Tafadhali, najua DFSMs especially wale retired naona mko mbali kidogo, mwanze kujongea ili tunapoanza kipindi hicho tuweze kwenda kwa haraka kidogo. Basi wapiga picha na wanahabari tuwe tayari kabisa ili tuchukue muda mfupi kabisa kwa wageni wetu, mgeni wetu rasmi na wakuu wengine wa kijeshi walio katika picha hiyo kuweza kwenda kwa haraka. Kumbuka kwamba nitamwomba mgeni rasmi baada ya picha hiyo ya kwanza akaweze kubaki mahali pale, alafu akuwe flanked na retired general officers katika picha ya pili. Basi afisa anayehusika na upigaji picha huo anaomba ruhusa ya kuweza kuendelea. Basi exposure ya kwanza ndo hiyo, na naomba ya kwamba DFSMs both serving and retired ndo hao wanakuja. Wazee wa kazi wale wamekwisha staafu, lakini wangali wako sawa kabisa. Basi wanapojongea karibu, picha ya pili itakuwa ni ya retired generals, retired general officers ambao ndio hao sasa mlikwisha julishwa ni akina nani wanakuja kujiunga kwa hiyo picha, wanakuja kuflank mgeni wetu rasmi na wakuu wengine mbalimbali ambao wako kwenye picha hiyo. Exposure ya pili inaendelea sasa, ni ya general officers, retired general officers. Retired general officers ndio hao wamekwisha jiunga na mgeni wetu rasmi katika exposure ya pili. Punde tu watakapomaliza exposure ya tatu itakuwa ni ya
both serving and retired DFSMs. Both serving and retired DFSM. Punde tu watakapomaliza, mgeni wetu rasmi ataweza kuondoka kwa wakati wake mwenyewe, na atakapokuwa anaondoka nitauliza kwa heshima tukaweze kusimama muda huo utakapofika. Na ndio hiyo picha exposure ya pili ya retired general officers wanapiga picha na mgeni wetu rasmi. Afande, asanteni sana. Thank you very much. Kwa hivi sasa picha ya tatu na ya mwisho ni ya retired and serving DFSMs ambao wanapigwa picha kwa hivi sasa, na ndio itakuwa picha ya mwisho ya kumbukumbu katika hafla hii ya siku ya leo. Asante sana. Basi exposure inayoendelea sasa ni ya serving generals. All right, and with that photo session, ladies and gentlemen, that marks the end of our live coverage of the 13th Kenya Defence Forces Day, which today has been marked here